sababu kubwa au mbinu kubwa ya adui ni kwamba watu washinde kumtii Mungu. Unaposhinda kumtii Mungu, uasi utakwepo, dhambi itakwepo na uovu utakwepo. Kwa sababu kubwa sio kwamba yeye haji ila anakuja ili aibe. Akishaiba anachinja, akishachinja anaharibu. Yeye anasema kwamba Yesu anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tena. Kwa tunaona maji ni ndogo sana pale katikati. Lakini sasa inategemea wewe unaamua nini katika haya. Wengi hatujui inakuwa kuaje, kwa tunajikuta tunaishi kwenye umaskini. Tunajikuta tunaishi kwenye maumivu, kwenye faraka, kwenye chuki, kwenye hasira, kwenye uchungu. Lakini hatujui tumeingiaje hapo kwenye mazingira haya. Yaani mwingine toka unafika tu mahali hasira haishi, chuki haishi, faraka haishi, magomvi hayaishi, lakini hujui umefikaje hapo. Na tunapookoka unafika kwamba nikiokoka tu atakwisha. Kwa sababu haya yana msingi wake, kwa nini anakutesa. Haya kuna mahali alipitia. Kwa tunapoamua kuokoka, lengo letu ni tuweze kupata ushindi dhidi ya haya yote, ili tuweze kwenda kinyume na uovu. Kumbuka kwamba sisi tumeumbwa kwa sura ya Mungu ambayo yeye alituumba ya kufanana naye, ambayo ni sura ya utakatifu. Tumeumbwa katika sura ya Mungu ambayo ni ya utakatifu. Kusoma Walawi 11:44 Biblia inasema, Walawi 11:44, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu, takaseni nafsi zenu basi, iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu, wala msitie uchafu nafsi zenu kwa kitu kitambaacho cha aina yoyote kiendacho juu ya nchi. Kwa mstari huu inaonyesha kwamba kuna kitu kisichotakiwa kifanyike kwetu. Sasa hapo tunajifunza sasa kwamba tunatakiwa tujitenge na maadili ya mawazo ya matendo ya jamii ambayo yanatuzunguka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na hasa katika kuabudu miungu ambayo ni ya kigeni, au wakati mwingine hata kwenye vyakula. Ukisoma sura ya Walawi imeongea sana namna kujiepusha na vyakula ambavyo havitakiwi, kwa sababu tu miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mungu alisema mimi ni Bwana Mungu wenu, msiwe na miungu mingine au kitu kingine mbadala wake. Kutoka 20:3, Kutoka 20:3 na Kumbukumbu sura ya 5:7. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Ndio maana neno linatuambia tena katika Walawi 20:7, jitakaseni basi, iweni watakatifu kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Maombi haya tunakwenda kwa namna hiyo. Sasa haya mambo yanayotuathiri ni kwa sababu vitu vyote asili yake ni ulimwengu wa roho ambao ndio unatawala ulimwengu tunaoona. Vitu tunavyoishi sisi ni katika ulimwengu wa roho. Ukiangalia kwenye uumbaji, Mungu aliposema ile Mwanzo 1:26-27, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, hakuonekana. Amekuja kuonekana katika sura ya ngapi? Ya pili. Kwa vitu vyote asili yake ni kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa ulimwengu wa roho sasa ndio vinashuka, vinakuja katika ulimwengu wa mwili, tunaanza kuviona. Kwa sababu vitu vyote vinatoka kwenye ulimwengu wa roho ndio vinakuja kwetu. Sasa ulimwengu wa roho umegawanyika katika sehemu mbili. Kuna sehemu ya nuru na sehemu ya nini? Ya giza. Ulimwengu wa roho kwa sehemu mbili. Kuna sehemu ya nuru na pia kuna sehemu ya giza. Hivyo inategemea kitu kinachokuja kwako kimetoka kwenye ulimwengu wa roho wa nuru au ulimwengu wa roho wa giza. Hasa ndicho kitakacho kukamilisha wewe ni nani katika maisha yako. Bwana asifiwe. Na hivi haviji mpaka mtu aombe. Yaani ukiomba ndio kinakuja. Sasa umemwomba nani? Umemwomba Mungu yupi?
havitu hivi hivi. Sasa unaomba kutoka kwenye ulimwengu wa nuru au wa giza, ndio utakaokupa majibu, na hii ndio uhalisi. Sasa tukiangalia kwa kawaida, kila mtu kama mtu hana kitu ndani yake, yaani katika roho yake. Kwa kawaida tunakuwa watupu. Kwa hiyo utu wetu wa ndani tunataka ujazwe na kitu. Kwa kawaida huwezi kukaa bila kitu, aidha ukae na vitu vya kimungu au ukae na vitu vya ulimwengu wa giza. Na kila mtu ana kitu ambacho anakiabudu. Baada ya anguko pale bustani ya Edeni, huu mchakato ulianza wa nini tunakiabudu. Kabla ya Injili, tunajua kabisa wazazi wetu waliabudu vitu mbalimbali. Kuna sehemu waliabudu mito, kuna sehemu waliabudu maziwa, kuna sehemu waliabudu mawe, kuna sehemu waliabudu miti. Yaani kila watu waliabudu. Na ili mtu aweze kuabudu, ilibidi watoe sadaka kwa ajili ya kupata muunganiko wa msaada kutoka katika ulimwengu wa roho uliosimamia hivyo vitu. Ndio maana sisi mpaka tumekuwa, kuna wakati kama mvua haijanyesha, wazee wanakwenda hivi na Ukristo upo, na mpaka maeneo mengine mpaka sasa hivi kwa isiponyesha wanakwenda kwa wazee, wanakwenda kwenye mambo fulani, wanakwenda kwenye mti fulani wanaomba. Na wanapokwenda pale hawaendi mikono mitupu, wanakwenda na nini? Na sadaka, ili Mungu awajibu. Bwana asifiwe. Kwa sababu sadaka nyingine yote ni kinyume na Mungu. Kwa walitenda kwa akili za kibinadamu, wakati huo walikuwa hawawezi kuona sawa sawa. Nalo linatuona kwamba tusizitegemee akili zetu. Mithali 3:5. Mithali 3:5 bila sema kwamba mtumainini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Kwa sababu akili za kwetu za kibinadamu hazina pumzi ya Mungu na roho wake. Inakuwa tu ni ubongo limekaa hapo, limelishwa na vitu unavyoviona kutoka milango mitano ya fahamu ambavyo vimetengenezwa na wanadamu. Kama ni mila, kama ni desturi, hivyo ndio vinaingia ndani yako. Kwa kama umtegemee Mungu, lazima utaabudu vitu vinavyotokana na mila na desturi ambavyo vingi havimtukuzi Mungu. Kwa hiyo hata unapookoka, kama hutafika mahali ukaweka alama ya kuachana na mambo fulani, mambo au maadili ya kimila, maadili ya desturi, maadili fulani ambayo yako kinyume na Mungu, utaokoka kweli, utaomba kweli, lakini itakuchukua muda kupata upenyo. Bwana asifiwe. Itakuchukua muda sana, kwa sababu vile unavyoviomba kwenye ulimwengu wa roho ni vya giza, kwa Mungu hawezi kuonekana. Inatakiwa unapoomba ndani kwenye ulimwengu wa roho, uombe katika nuru, ili Mungu akupe, ili kujenga uhusiano ule ambao unakuhusisha wewe na Mungu moja kwa moja. Na haya mambo ndio chanzo kikubwa cha dhambi na uasi na uovu. Lakini baada ya mchakato kutoka kwa Adamu mpaka Agano Jipya, Mungu alimleta Yesu ili turejeshwe kwenye uasili ule tulioumbwa nao. Kwa Yesu kukubali kuwa dhabihu na kutoa sadaka ya damu yake msalabani, ambayo inalipa deni zetu zote, ili ndani yetu akae yeye na sio Mungu. Kila mtu ana Mungu kake, yaani tuna vimungu tofauti. Sababu tungekuwa tuna Mungu mmoja, pasingekuwa na faraka, pasingekuwa na chuki, pasingekuwa na hasira, pasingekuwa na magomvi, sababu wote tungeamini neno la Mungu. Yule Roho angetuunganisha tukawa watu wote moja. Lakini kuna vimiungu ambavyo tumeviweka. Kuna vimiungu ambavyo vinatufikisha hapa tulipo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa Yesu alipoenda msalabani, akatoa sadaka yake, akalipa deni zetu zote, ili ndani yetu akae yeye na sio Mungu. Tusoma Wakolosai 2:13-15. Wakolosai 2:13-15, Biblia inasema hivi: na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akisha kutusamehe makosa yote. Biblia inaongea kwamba
Yesu alipokufa alitusamehe makosa yote. Sasa kuna anasema kwamba akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Sura 15, akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. Kwa sasa unaweza ukaelewa, kumbe unaweza ukatoka kabisa ule upande wa giza kama kweli utaamua kumwamini Yesu kwa kumaanisha. Mungu alipomwambia Ibrahimu alifanya naye agano, na Mungu anataka afanye agano na wewe na mimi. Yaani wewe kwa makusudi, kwa sasa ninafanya agano la kuokoka kwa ajili ya utumishi, nafanya agano la kuokoka ili niishi maisha matakatifu, nafanya agano la kuokoka, yaani mpaka ufike mahali ufanye agano na Mungu. Unaweza kuwa unamtumikia Mungu lakini hujai kufanya agano. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa unamwimbia Mungu, naweza kuwa ninahubiri hapa lakini kama sijafanya nini? Agano na Mungu. Sababu agano la Mungu linasababisha uhusiano wako kipekee na nani? Na Mungu, ambaye ukiingia hata kama kwenye maombi ana uwezo wa kuongea na wewe, ana uwezo wa kuthibitisha mambo, anaweza kuponya wewe binafsi kwa sababu una agano naye. Mtu kishaingia kwenye agano naye kulivunji, sababu sio mkataba. Kwa nimeagana kwamba nafanya agano na Yesu Kristo kupitia kazi ya msalaba, ambaye anasema kwamba yeye alipokwenda msalabani alitusamehe makosa yote. Alafu baada ya kusamehe anasema kwamba alifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akagongomea msalabani. Kwa kama alifuta, ina maana kama tulikuwa kuzipata baraka zitafanya nini? Zitakuja. Kama amefuta yote, ina maana mambo yale ya kinyume ambayo adui anatuwazia kwamba labda magonjwa, umasikini, dhiki, kama amefuta Yesu, hivyo vitu haviwezi kutukuta. Sijajua kama umeingia kwenye agano kweli na Yesu au umeingia kanisani kuabudu. Sababu unaweza kanisani kuabudu ukawa bado hujaamua kufanya agano binafsi na Mungu. Kule kukiri wokovu ni kitu kingine, na kuwa kwenye agano ni kitu kingine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa maombi yetu tutajikita katika kurejesha uhusiano wetu na Mungu kupitia msalaba, mahali damu ilipomwagika, ili uovu, dhambi na uasi unaosababisha maumivu, unaosababisha mateso, unaosababisha faraka, chuki, hasira, uchungu viweze kuondoka, ili turudishe uhusiano na Mungu, ili yeye akikaa ndani yetu kwa njia ya neno tuweze kuwa watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Swala la agano, wapendwa, la kujitoa kwa Mungu sio kitu kirahisi kama unavyofikiria. Ni swala la kujitoa, uamue kabisa kwamba ninaamua. Na kuna wakati mwingine wengine tuko hapa, inawezekana ni wazazi walituingiza kwenye agano, inawezekana ni wazazi walifanya kitu fulani ili tuwe kwenye hili agano. Sasa leo kwa kwanza tutaanza na maombi haya. Kwanza tutaanza kwa kujenga wakfu kuanzia leo mpaka tutakapomaliza haya maombi kwa siku hizo 14. Tunajua Yesu mwenyewe alijiweka wakfu kwa ajili yetu. Kusoma katika Yohana 17 mstari wa 19, Biblia inasema, na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe ili na hao watakaswe katika kweli. Hasa ili tuweze kuyatenda mapenzi ya Mungu, ni lazima kwanza tujitakase kwa kujitenga sisi wenyewe ili kutenda mapenzi ya Mungu.